Ndugu zanguni, nimewaita kwa ajili ya kumkanya huyu mtoto. Katika ile familia ya wakina Penina, kuna mtoto yule Penina amempa mimba, lakini sasa matokeo yake tunaona ile familia hatuko sawa nayo kiuwezo. Sawa, inafikia wakati hata ule wa kukopesha mipunga kwa kweli inakuwa changamoto katika namna ya madai. Inafikia kwenye madai wengineo mpaka inafikia wakati wa kuanza kuelekea na polisi. Kwa hiyo ile kwetu naona kama tutanyanyasika kama familia. Sawa baba, mimi nimekuelewa, lakini ukiangalia wewe binti mimi nimempenda, ndio nataka kumuoa. Unavyosema yani tuachane na kuhusu mimi kumuoa yule, itakuwa kitu hicho kitakuwa haiwezekani. Sababu mimi nampenda na ukiangalia kama hela zinatafutwa tu. Umemsikia Uncle Boniface, una nini wewe? Wewe ushindwa kuwasikiliza wazazi wako, baba yako, mama yako. Ukiona wakubwa wanasema, unajua wameona mbali, mjomba. Mbona ushindwa kuwasikiliza wazazi mjomba? Una nini siku hizi? Mjomba. Boniface, kwani una akili gani wewe? Kwa nini uwasikilize wazazi wako? Hivi ikitokea kwa mfano kaka amekufa, mimi utaniheshimu? Penina amekufa nini wewe? Huyo binti nimempenda ndio nataka nimuoe. Mwanangu, kwa nini wazazi wako tunavyokushauri wewe mtoto unakuwa sio muelewa? Mwanamke ninayempenda alafu ana ujazo wangu, yani haiwezekani hiyo swala. Mjomba, Boniface. Mjomba, Boniface. Umempa mke wangu mwanao? Ni ndio malezi ulivyomlea? Nitakunasa vibao. Kaka, unanielewa? Kiume ni jukumu lako kaka. Ni ndio malezi wewe? Wewe ndio umemlea vibaya yule mwanao kaka. Ni mara ngapi naambia kuhusu yule kaka? Mama yake namwambia, lakini anashindwa kumuelewa. Nako kaka, mbona mgumu kuelewa? Yeye anashindwa kumfundisha. Mjomba, Boniface. Kwani umesusa kikao mjomba? Sasa nisikilize, nakuomba mjomba. Sawa. Turudi kwenye kikao. Nenda kakili kaombe msamaha. Kikao kiendelee. Yule ni baba yako na yule ni mama yako mjomba, tafadhali nakuomba. Usianze kutafuta matatizo mengine yasiyokuwa na maana. Nakuomba mjomba, twende kwenye kikao. Sawa mjomba. Mjomba. Ukifika pale mjomba, sawa. Umemwona huyu mwanao? Hii tabia gani unayomfundisha? Shemeji. Nimeongea naye. Anakuja kwamba msema shemeji. Wakati kwa nini unasifia nikao? Sikilize mimi shemeji. Amemdharau mama. Nakuomba shemeji. Wewe pita hivi. Wewe. Haya, ongea sasa tukwambie wewe mjomba. Sawa baba, mjomba, mama, shangazi. Sawa baba, ninaelewa. Nimerudi hapa kwa lengo la kuomba msamaha. Mimi nikiweza tu. Kwa hiyo mnaomba mnisamehe na kuhusiana na wewe binti mimi nipo tayari kuachana naye. Ulikuwa unafikiria nini? Shangazi yako, mjomba wako yupo, alafu nasusa kikao. Rafiki yangu, hebu punguza jaziba. Ila sio kwa huyu kijana. Ndio malezi unapomlea. Mtajua wenyewe alafu nimalize. Boniface. Unaona madhara sasa ya kususa kikao? Baba yako katoka. Mjomba. Sasa mimi nitaongea nini mjomba? Mimi naondoka. Baba yako aondoka, mimi nitafanya nini hapa naondoka? Mama yako alokuzaa miezi 9 na babako huwasikilizi. Utanisikiliza mimi shangazi. Ulimwengu utakufundisha. Wacha mimi niondoke. Musa, shemeji, hebu nitie basi. Wewe mimi namuogopa utakuja kukutana siku nyingine. Basi bara mimi. Unaona sasa mazao leo yaleta. Babako kaondoka, mjomba wako kaondoka, shangazi yako kaondoka. Uone kama tunaletea mazao mimi mamako. Mwanangu ndio vitu ndani. Nipata kishangazi ninaendelea hapa. Umeona sasa hivi niko fresh tu, hamna shida. Nangu umlia. Habari yako? Safi yangu, habari ya siku. Safi bwana za siku. Mwanangu unalikile mshangazi. Sasa shangazi ndio nilea hapa mjini. Wangu na malazi mwanangu jiangalie. Malazi nini? Yule shangazi tu mlango linanilea mimi hapa mjini niko fresh tu. Malazi ndio nini? Umetoka shamba niambie.
Nikwambie ubuyu. Kuna mama mmoja anachekesha.